Karibu mtazamaji wa TBC1. Kama kawaida yetu katika vipindi vyetu vya ujumbe katika muziki, huwa tunakuletea mambo mengi mazuri ya kupendeza, na mmekuwa mkitushukuru na kutupongeza kwa kutuma ujumbe mwingi sana, halikadhalika kupiga simu kuweza kupongeza na kusema hiki ndio kipindi tunachokitaka sisi, kinachotupa nguvu, kinachotukumbusha historia. Mimi ni mtangazaji wako Mbazigwa Hassan, na hapa nazungumza nawe kutoka eneo la Mbezi Beach Tangibovu hapa, ambapo tupo na mjane wa Dr. Remi Ramadhani Mtoro Ongala, maarufu Dr. Remi, aliyekuwa na vituko vingi katika burudani ya muziki. Anaweza kukutungia hapo hapo wimbo, na tutakupa hizo burudani kadri tunavyoendelea. Kwa tupo hapa na Mama Remi au Tony Ongala au Mama Jessica, Mama Kali, Mama Aziza, basi majina nayo mengi sababu ana watoto wengi na wajukuu watakwambia mwenyewe. Naam, karibu sana, endelea kusikiliza, endelea kutazama vipindi vyetu na kasisi hadi mwisho. Narudi nyumbani yo, narudi nyumbani, nyumbani. Nilipoamua nirudi nyumbani, nyumbani ni nyumbani hata kukiwa kubaya au kuzuri. Na hapa sasa nilivyokueleza katika utangulizi, tuko na Mama Tony Ongala au Mama Remi. Yeye atatuambia historia fupi ya maisha yake. Maana unaweza ukawa unamtazama sema huyu mzungu ni mzungu, ni kweli, lakini atakwambia historia yake fupi, amezaliwa wapi, amesoma wapi. Alafu tutakuja kwenye shughuli yenyewe ya burudani ya muziki, lakini hatutakuwa na mengi sana zaidi ya kukupa burudani. Mama Remi, tumekuja kwako leo kukutembelea na tumesema tutawafikia huko huko mliko, sio lazima mje studio. Habari za hapa Tangibovu? Nashukuru sana kama nakuja leo kutembelea hapa Tangibovu. Nashukuru Mungu, sisi anaendelea vizuri. Sisi nafika mwaka 26 na sisi bado iko hai. Nafurahi sana. Karibuni. Asante sana. Tungependa kufahamu angalau umezaliwa na elimu yako kama itakuwa mimi anazaliwa London. Mimi mtoto wa London ya Uingereza. Mimi anakuja hapa Tanzania kutembea kwa dada yangu, anakuwepo hapa UDSM. Mume yake anakuwa mkubwa ya mkataba huko. Sasa ndio mimi anakuja kukula Christmas ya mwaka 1977 akukula Christmas. Ndio. Na mpaka leo bado ipo. Bado wanasubiri Christmas. Ndio. Sasa nasubiri Christmas 26 tena. Mama Remi, umepata elimu yako mpaka darasa la basi. Mimi anasoma huko Uingereza, anasoma shule ya msingi, sekondari, alafu anasoma chuo kikuu, anasoma mambo ya michezo na kuogelea. Ndio speciality yangu, ndio kuokoa na jiokoa na fundisha. Na hapa Tanzania mimi anaanza kufundisha kuokoa na kuogelea tangu mwaka 1978. Anaanza kazi ya International School of Tanganyika. Anafanya kazi huko mwaka kama 25 hivi, alafu anaacha huko, anaendelea kufundisha shule mbalimbali kama ile shule ya Kifaransa, ile shule Al-Irshad, shule ndogo Laureate, shule zingine tofauti tofauti. Na mzuri ya hapa anakuja kufundisha Watanzania wa Bongo. Huko IST hii wageni. Sasa mimi anafundisha wa Bongo. Alafu anafurahi kwa sababu anakuwa kwa kufundisha, anafundisha kwa Kifaransa, kwa Kiswahili na pia na Kiingereza. Sasa ndio vile mimi anakuwa kidogo. Muziki sijui. Unajua muziki? Anajua kucheza, anapenda muziki, lakini kuimba au kupiga sijui.
na afadhali hivi kwa sababu mzee anajua kutosha sisi. Ndio. Sasa ni wimbo gani ungependa mtazamaji anayetutazama, wimbo gani katika nyimbo za Dr. Remi angalau tufungue nao, ambao na wewe labda unaweza ukacheza kidogo? Wimbo gani ambao mtazamaji wetu, umemsikia Mama Remi, Mama Tony Ongala anakueleza kwamba yeye si mwanamuziki lakini anajua kucheza muziki, na mimi nilikuwa nataka kuuliza kidogo kwamba mpaka sasa hivi unaogelea? Mpaka sasa hivi unaogelea? Anaogelea mara 3 kwa wiki, lazima lazima, sisikii vizuri bila kuingia kwenye maji yale. Aha. Sasa wimbo gani katika nyimbo za Dr. Remi ambao tungeanza nao? Mtazamaji wetu anasubiri hapa. Hii maswali ngumu hiyo. Nyimbo nazijua. Iko wimbo nyingi sana. Nyimbo moja ile wimbo wa Orango anapenda. Na yeye anatafuta siku hizi ili wimbo wa umbu kwa sababu siku hizi na umbu nyingi. Nakumbuka wimbo wa mzee. Lakini kila kitu anatokea wimbo ipo, mzee anaandika tayari. Au basi tupige ule wimbo wa ujana, maji ya moto. Ni kweli. Sasa ni kweli. Sisi hatujui kama tazeka. Ndio. Hatujui kama sisi tafika mpaka hapa, na wajukuu yangu haijui kama mimi anakuwa kijana. Wewe anajua mimi ni anazaliwa bibi mzee. Mtazamaji wetu wa TBC1, umemsikia Mama Remi, alikuwa anampa chaguo gani achague, lakini anasema nyimbo ni nyingi. Sasa mimi nimesema ujana, na anasema ni kweli wajukuu zake hawajui kama yeye alianza kuwa kijana, wanafikiri kazaliwa mzee. Twende kwenye wimbo wa ujana, maji ya moto, tumsikilize, tumtazame dokta anavyozungumza kuhusu vijana. Na vijana msikilize kwa makini sana, msiende mbali, tulieni hapo hapo TBC1, hii ndio kazi yake. Naam, ni kibao cha ujana maji ya moto. Dhahiri utakuwa na mengi umeyaona katika wimbo huu na kumtazama Dr. Remi mwenyewe. Lakini kabla sijaenda mbali sana, nirudi kwa Mama Remi.
Watu wanasema yeye Dr. Remi alikuwa anajisema mwenyewe, mimi nina sura mbaya. Sasa kwa nini wasiseme watu, unasema wewe? Aliwahi kukuambia hivyo? Basi sijui, ameroga. Mzee ameroga mimi. Nampenda yeye, sikupenda mtu mwingine mpaka kesho. Anasema yeye sura mbaya, lakini watoto wazuri sana. Watoto wazuri sana. Lakini hata yeye sura yake sio mbaya, ndio alivyoumbwa na Mungu. Hata mimi sioni sura mbaya. Sasa sura mbaya angepata mzungu. Na unasema nampenda leo mpaka kesho. Na matatizo ya sisi wanawake. Ndio. Hata kama mzungu, hata kama mchina. Ndio. Sisi anazaliwa bila jina. Anachukua jina ya baba, kama naolewa anachukua jina ya ume, anachukua dini yake, anachukua kabila yake. Sasa mimi mzungu. Si kama napika viazi kila siku kwa mzee, sitakasirika. Anabidi kusonga ugali. Kusonga ugali. Au sio? Mama Remi, unajua kusonga ugali? Nasonga ugali na ugali ya bada. Ule muhogo. Aha. Ndio yeye mzee anapenda sana. Bada. Hata lituma. Lituma anapenda hiyo. Unajua lituma? Lituma hapana. Hebu mwambie mtazamaji wetu. Lituma ni nini? Lituma anachukua ndizi ya mzuzu. Ndio. Anachemsha kwanza, alafu ndio na mponda. Na mponda anachanganya kidogo na miogo, anakuwa kama ugali. Chakula cha watu. Anakula na samaki. Chakula cha watu wa Kongo. Kwa hiyo unajua kukitengeneza kile chakula. Inabidi. Lituma. Si bila hiyo ndio mzee anamfukuza. Lituma na likayabu. Sasa tuangalie safari ya muziki. Safari ya muziki wa Dr. Remi. Dr. Remi, mtazamaji wetu, amesafiri katika nyimbo nyingi sana. Tumekupigia kwanza huo wa kwanza tu kukuweka sawa. Lakini mjane huyu ana mengi ya kutueleza kwa sababu yeye amekuwa na Dr. Remi. Labda atueleze ataeleze mlivyokutana kwa mara ya kwanza. Wapi na ilikuwa kuwaje? Kama mimi nasema, mimi nafika mwezi ya 12 mwaka 77. Sawa. Mzee anafika mwezi ya pili ya 78. Sasa mwisho wa 78 mwezi ya tatu. Ndio. Ya 78 sisi nakuwa pamoja. Sasa hii ndio shemeji yangu wa chuo kikuu. Ndio. Na dada yangu anampeleka mimi kuona muziki. Na kati ile anakuwa huku Ubungo, anakuwa club fulani anakuita Hunters. Ndio. Hunters Club. Nafikiri siku hizi anakuwa kanisani ya Wakoli, sijui. Lakini kati ile anakuwa bar. Sisi nakwenda huku kuona muziki, kuona wimbaji mpya anafika kwa orchestra Makasi. Sasa yule wimbaji mpya anakuwa Dr. Remi. Lakini kati ile haikuwi Dr. Ndio. Anakuwa Rami. Wakati ule. Sawa. Na sisi ndio anaanza yeye mwenyewe. Anaendelea siku ngine, anakwenda Kurasini kwenye klabu fulani, ndio mambo tayari. Si mwezi ya tatu yeye anafika, sisi anakuwa pamoja. Sasa wewe ulipokwenda kuangalia muziki siku ile, umekwenda kwa mara ya kwanza. Ulipomwona ulimpenda wewe au yeye alikupenda wewe? Sasa siku ile mimi nashangaa kwa sababu sisi nakaa mezani, watu anakuja kuomba mimi kucheza nayo. Yeye Dokta. Na watu wengine anakaa na mzee. Ndio. Sasa mzee anakataa mimi kucheza na watu wengine. Sasa mimi nashangaa. Wivu. Huku Uingereza hii hawezi kutokea. Sasa mzee anakataza mimi nashangaa kabisa. Na ili sijui ili ya kushangaa anachanganya sijui ni nini. Lakini ndio mpaka mwisho wake tupo pamoja. Na mzee anakataza mimi kucheza. Kama nacheza na yeye anakubali. Ndio. Lakini anakataa kabisa mimi kucheza kwenye concert. Anabidi mimi nakaa tu nasikia. Unacheza begani. Ndio. Mtazamaji, tunakuletea historia hii ili ufahamu kwamba
Mama Remi amefanya kazi kubwa, sababu yeye ndio amemlea Dr. Remi, kwa maana ya kwamba katika hilo, hebu fikiria, yeye anakataa asicheze na watu wengine, wakati bado hata mkataba ulikuwa haujafungwa. Kwa maana hiyo Dr. Remi, au wakati huo kabla jina la Dr. Remi, alimpenda Tony Ongala. Ndio sasa Tony Ongala, Tony jina lako la baba nani sasa? Rampling. Tony Rampling. Yeah. Wakati ule Tony Rampling bado hujaingia kwenye Tony Ongala. Bado kupata Ongala. Sasa Tony Rampling alipendwa na dokta, mpaka dokta akawa anakataza watu wasicheze naye. Huu wivu ni wivu, ulikuwa mapema ameshaanza kuwa na wivu unamkereketa. Sasa tunataka kuangalia jinsi ambavyo walivyofikia sasa kukaa pamoja. Mtazamaji wetu, Mama Remi, huku katika Afrika kuna taratibu za watu kulipa mahari, pesa. Sasa Remi katika kuungana na wewe lazima alipe. Amelipa wapi hiyo pesa? Si ndio mimi anaambia maisha yetu wote, yeye anapata mimi special offer. Si ndio anapata bure kwa baba yangu. Yeye alipata bure tu? Tena ndio baba yangu anampenda. Baba yangu na mama yangu anampenda sana Remi. Na Remi wenyewe anapenda mama yangu kama nini. Mama anaambia ruka, huyu ndio anauliza ndio ruka paka wapi. Anapenda sana, na kama mama yangu anakasirika na mimi, ndio mzee anasaidia mama. Sio mimi anakasirika, anapenda sana. Mzee wenyewe hana wazazi, ndio anachukua za kwangu kama yeye. Na kati ya kifo ya baba yangu ndio hii wimbo wa kifo wametoka. Kifo, ule wimbo wa kifo. Hii kati ya kifo ya baba yangu ndio mzee anasikitika sana, kifo ana huruma. Tunapokwenda kuwatembelea wanamuziki tunachimbua vitu vingi, kama sasa hivi una huo wimbo bila shaka na watu wanauomba sana, tunaomba wimbo wa kifo wa Dr. Remi. Leo hii mjane wa Dr. Remi, Tony Rampling, ambaye sasa ndio mjane wa Dr. Remi, anatueleza wimbo wa kifo kumbe umetokana wakati baba yake alipofariki. Na umeona mapenzi makubwa aliyokuwa nayo mama na baba kwa Remi. Lakini walikutana wapi na wazazi hawa mpaka wamempenda kiasi hicho? Basi ndio hiye baadaye. Walikutana wapi? Sasa sisi anakwenda Uingereza, sijui anakuwa mwaka 81. Siku na picture hapa ya mimi na mzee na Kalimangongo kati anakuwa kadogo. Sasa sisi nakwenda Uingereza. Na mzee anakwenda Uingereza mara ya kwanza, mimi naambia wewe hawezi kupenda huku baridi sana. Sasa mzee anajibu anajua baridi, yeye anaishi Uganda, anajua vizuri sana baridi. Sisi nafika Uingereza, mzee ananenda kitandani, haitoki siku 3. Mama yangu anaambia mzee kutoka, damu wake itatembea baridi. Mzee anaambia na malaria, anagopa, siwezi. Sasa kabla tujaendelea Mama Remi, tuupate kwanza huo wimbo. Kwanza kabisa, Mungu amrehemu mzee Rampling. Mungu amrehemu, ampe maisha mazuri huko aliko peponi, amuondolee kila shida, maana na sisi tunakwenda huko. Sasa tupate kwanza wimbo wa kifo, tuusikilize kwanza. Mtazamaji, sasa tunakuletea wimbo wa kifo, na huu kama alivyoeleza Mama Remi umetungwa na Dr. Remi kwa sababu ya kifo cha baba wa mke wake. Huyu hapa mzungu huyu unayemwona hapa. Tusikilize huo wimbo kwanza. Kifo hakina huruma. Kifo hakina huruma. Kifo kitaka kunyua baya wa kifo, fika hospitalini utakuta wengine wanalia, wengine wana miguu tena, wengine wana vidonda, wengine wana vipele, wengine wana ukurutu, wengine wamezaa watoto wamekufa.
shauri yako wewe kifo. Kifo, kwa nini unatusumbua? Umezaliwa shauri ya kuishi. Ulimwengu bila watu si ulimwengu tena. Kifo we, kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, tulikuwa na baba yetu, tulikuwa tunamtegemea. Kifo amemchukua baba yetu, leo tunakwenda tunahangaika, hatuna mahala pa kulala. Wakati baba alikuwa yupo, wandugu walikuwa chungu tele. Leo baba yupo tena, wengine wanatusimanga, wengine wanatufukuza. Shauri yako wewe kifo we, kifo, kifo, kifo hakina huruma. Nalikuwa na mpenzi wangu amebatika kwenda ng'ambo, nalikuwa na msubiri kwa hamu, leo amerudi Tanzania. Tumefunga pingo za maisha, mtoto wa kwanza tumezaa, mtoto wa pili akali tumboni. Kifo amemchukua mke wangu we. Mwanangu analia kila siku, baba mama yupo wapi? Nashindwa la kusema, machozi yananitoka. Shauri yako wewe kifo we, kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, kifo ni wa Baraka Mshehe, amekwenda Nairobi kutafuta maisha ya baadaye. Baraka Mshehe alifahamika sana katika ulimwengu wa muziki, hata Ujerumani wanapiga rekodi za Baraka Mshehe. Hata kicheza za ile Franco Tabulera nyuma Baraka Mshehe. Kifo, kifo, kwa nini umetukatili? Kisubiri arudi Tanzania, tuone sura ya mwisho, tumzike mwanetu sisi wenyewe. Lakini kifo we, kwa nini hauna huruma? Kifo ni wa Bietito, kifo ni wa Ana Marie, kifo ni wa Mama Rome, kifo ni wa Lushiku, kifo ni wa Masia, kifo ni wa Mohamed Kipande, kifo ni wa Salumu Abdala, kifo ni wa Lubaba. Kifo, kifo we, kifo ni wa Niko Nzengekala, kifo na wa hata kipofu. Kifo we, kifo siku ya mwisho kweli, walimwengu hatukupendi. Kwa nini unatuua? Kifo, kifo, kifo ni wa Lubaba, kifo ni wa kifo we, kifo ni wa Chinyama Chiasa, mlezi wa Makwize. Wamekuja wote pamoja kutoka kwao. Kifo taki watu wakipendana, umezoea kututenganisha. Kifo we, kifo, kifo hakina huruma. Amenificha wapi? Ngalikuwa naonekana. Kifo ngalikuwa kingwana. Kifo, kifo ngalikuwa kifo we, sijui la kusema. Kifo we, kifo tulikupa rushwa kusudi tuishi milele. Kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, siku yangu ikifika, kifo niarifu mapema. Niage wanangu, niage familia yangu yote, pesa zangu nizigawanye, zimebaki ni zile mwenyewe. Kifo na kusubiri kwa hamu. Kifo na kwenda dukani Kariakoo, tanunua shati jipya, tai mpya, koti jipya, suruali mpya, socks mpya, kiatu kipya. Kifo tanunua sanda yangu mwenyewe. Kifo tanipa watu wachimbie kaburi yangu ningali hai, sitaki kuzikwa na mtu, nalizika mimi mwenyewe. Kwangu hakuna mataka, hakuna kilio, hakuna kunywa uji. Kifo takwenda Proezi,
Tangua kleti 20 ya bia, mwarobaini kwa wingi, chibugu kwa wingi, negerua kwa wingi, wazuki kwa wingi, kikumu kwa wingi, kaya kwa wasela. Kifo tafanya pati, taita ndugu zangu wote, marafiki zangu wote, washikaji wangu wote, wasela wote, ni wake kwa mwisho, na bia yangu mkononi. Kifo niambie tukutane wapi, hata mimi nitakwenda mwenyewe kwa miguu. Sitakulaumu tena kifo we, nimeacha msimamo nyuma yangu. Kifo we, kifo, kifo hakina huruma. Kifo ajue usuni wako, kifo ajali ubonia wako, kifo ajali umwamba wako, kifo ajali cheo chako. Mbele ya kifo wa utambi, kifo ni kiboko yao. Kifo, kifo, kifo ni kiboko yako. Kifo, kifo, kifo ni kiboko yao. Kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, kifo hakina huruma. Naam, ni kifo hakina huruma. Katika wimbo huu mtazamaji, na wewe utakuwa unajiuliza mengi. Bwana amesema maneno mengi sana. Kifo, ungekuwa unaweza kuna nini ningekupa rushwa. Kifo, kwa nini unanichukua mimi? Hii nini ujumbe? Mbona sasa hajamtaja tu baba moja kwa moja, kaenda kwa watu wengi, watu wote. Imekuwaje sasa? Alikueleza kifo wa Mama Rome, kifo wa Dala Kasheba, kifo wa basi wanamuziki wote kawataja wote. Imekuwaje? Ulimsaidia na wewe kuutunga ule wimbo? Basi si kila mtu anaondoka anaacha uchungu fulani, basi na ili uchungu. Lakini mzee kuandika wimbo ndio anakuwa rahisi sana, kama Neema. Kama yeye anapanda daladala, ndio anatoka kwenye daladala, wimbo tayari ya yeye anatokea. Kama naambia mzee andika wimbo ya kiti, tatoa wimbo wa kiti. Anakuwa rahisi sana kwake. Lakini wewe mwenyewe ulikuwa unamsaidiaje? Labda alikuwa akija na mashairi yake unasaidia kunyoosha au ilikuwa kuwaje? Hata mimi ndio siwezi kuingia. Huwezi kabisa. Muziki. Sema tu nyumbani kwetu, ndio yeye anakuwa na uhuru kutunga kama yeye anataka. Kama yeye mwenyewe. Mimi ndio anaacha nafasi. Mimi najua kwa mzee muziki ni damu wake. Ndio. Siwezi kuingia, siwezi kuziwia. Lakini kuna wimbo mmoja, mtazamaji utakuwa unakumbuka wimbo, anasema narudi nyumbani. Sasa narudi Songea. Labda Mama Remi atatuambia. Hivi kwani Remi kwao ni Songea?
mpaka asema narudi nyumbani. Mimi sijui kuimba pia, lakini asema narudi nyumbani, narudi Songea kula likolo na nyumbu. Sasa kule ndio kwao. Si ndio huyu mwenye vyombo Mzee Mvula, ile vyombo vya muziki vile. Sasa yeye ndio mtu wa Songea. Sasa ndio yeye ndio maana asema narudi nyumbani. Nyumbani kwa Mzee Mvula naye imekuwa ni kwao. Ndio. Ndio. Ule Mama Remi, kuna wimbo hata mmoja unaweza kuimba hata mistari mitatu hivi katika nyimbo za Remi. Kuna wimbo hata mmoja unaweza kuimba kidogo? Siwezi. Siwezi. Mama Remi. Mimi naimba kama chura. Kama chura ndio namna gani sasa? Hebu tusikie unavyoimba kama chura. Hata naona aibu. Hii kusema mimi nimeweza kusema. Naambia mimi kuogelea taonesha, lakini kuimba siwezi. Niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Sina la kusema, ila nikisema naandikwa magazetini. Remi ni mnyonge, wengi utishika na sura yangu mbaya, lakini roho yangu ni nyeupe. Nitahakikisha siwezi kufanya maovu hapa ulimwenguni, ili siku ya mwisho nionane na Muumba. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, sina la kusema. What can I say? What can I say? What can I say? Nothing to say. Nothing to say. People fear my face, but in my soul is clean, promising me no mistakes. But one day I go to see God after, and I can't say, give me hand back. Niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, sina la kusema. Lakini wamesahau madhambi yao. Walipewa madaraka, wakashindwa kuwajibika. Tembo wanateketea, uchumi wa taifa unatoweka. Wengine wanalialia hivi sasa, wamenyang'anywa madaraka, wako hoi na bado lakini wamesahau madhambi yao. Walipewa madaraka, wakashindwa kuwajibika. Barabara mashimo matupu, hospitalini wagonjwa wanalala chini. Mbunge anauza pembe, na huko Mtwara padre anauza sabuni za misaada. Jamani, shehe anauza bangi, jimbo la udongo pia. Polisi anauza gongo, Lugumachi. Daktari kabaka mgonjwa, na mwalimu mwalimu anauza maandazi. Utasoma kweli? Saa 2 asubuhi, foleni kwenye supu. Ofisi iko na nani bwana? Yeye. Niseme nini, sina la kusema. Niseme nini,
among us, managers and laborers, all are thieves, stealing others' rights, eating others' rights, eating each other like fish in the sea. Tuambie kidogo tofauti ya muziki ambao ulikuwa unaucheza London na muziki huu ambao amekuwa anapiga Dr. Remy. Ile namna ya kucheza ile wanavyocheza kule London, kama kuna muziki na tunavyocheza sisi hapa Tanzania kwa mfano, inafanana uchezaji wenyewe? Haifanani. Lakini kati ile anakuwa mwaka 1980 na hii muziki ya London ndio anakuwa the Beatles, the Rolling Stones, watu wa mna yeye ni rock and roll. Na hapa sisi anapata ni na Papa Wemba, ndio Luambo, ndio Tabu Ley, na muziki ya hapa. Kwanza ndio kati ile ya tusikie muziki ya kule. Sisi anasikia muziki ya Kikongo tupo hapa. Hakuwa muziki ngine amna. Na ye muziki ya Kiafrika anaingia sana rohoni kuliko ile ya Kizungu. Ile ya Kizungu iko juu juu, lakini hii muziki ya Papa Wemba ya Luambo anaingia tumboni mpaka kwenye mafupa. Mama Remy hapa anasema nyimbo nyingine amezisahau, lakini kuna wimbo pia unaosema Mariamu wangu. Huo wimbo sema Mariamu wangu, wakati anautunga ulifahamu kwa nini amemtaja Mariamu? Sijui. Sijui, labda ndio wewe ukuona wivu, ukuona anamuimba Mariamu ambaye wewe humjui. Sasa wivu wa nini? Kama mimi nayo kama nakwenda kwa wengine anakwenda, iko na uhuru wake, siwezi kufunga na nororo. Lakini nafikiri ilikuwa ni katika kuelezea tu mambo ya mazingira, sio kwamba kweli kuna Mariamu alikuwa mahali. Ilikuwa ni nyimbo kwamba huyu hapa niseme jina la msichana. Si ndio wimbo mwingine analia mtoto. Ndio. Kati sisi na watoto 5. Sasa yeye analia mtoto, kama napata mtoto mbaya kama Remy. Analilia na yeye anakuwa na watoto, anatoa ile wimbo. Sasa kwa nini? Wimbo wa Mariam anatoa ya Mariam. Sasa anasema analilia mtoto wakati ana watoto tayari. Alikuwa labda alipata hadithi mahali kwa mtu. Ndio watu wanaambia toa wimbo. Mimi sina mtoto, naomba mtoto nipate, na yeye inakuja katika mawazo yake, anamwakilisha yule. Nalilia mtoto kabisa. Tusikilize, lakini tusikilize huo wimbo analilia mtoto. Nakulilia Mola wangu nakuomba Mola wangu yanonifika ni makubwa, naona mbaya wala hakusina, msiba mkubwa na huzuni moyoni, kutwa na waza kosa gani nililofanya. Wenzangu wana watoto, mimi sina hata wadawa Kila nikimwona mwana mwenzangu chungu nikataini, ni watu mapo wana wenzangu wa mazao unisimanga ya ilai mtoto singuo nami ningenunua mtoto ni mtoto kwa mama hakui, hata ngalikuwa kilema au mbaya kama Remy, ni mtoto tu. Utaka ucheza na mwanangu Mola, umona ndotoni tu. Nalia nasikitika mwenzenu bahati sina waganga wa kila namuna nimefika ni kule tu. Mola nimemuomba na sadaka nimetoa ni kule tu. Nakulilia Mola wangu nakuwaza Mola wangu nakuomba Mola wangu yanonifika ni makubwa, naona mbaya wala hakusina,
napata tabu, nateseka, msiba mkubwa na huzuni moyoni, kutwa nawaza kosa gani nililofanya. Bora 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 oh, Bora nalilia mtoto, bora bora nalilia mtoto, bora kosa mtoto, bora 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 oh, nalia bora mtoto, nalilia mtoto, wakana kila namuna nimefika bora, bora kosa mtoto, nifanyaje bora wangu bora nalilia mtoto, bora oh, bora kosa mtoto, bora bora nalilia mtoto, sadaka nimetoa bora bora kosa mtoto, wakana kila namuna nimefika bora nalilia mtoto, nalia mtoto nalilia bora kosa mtoto, wenzangu wana watoto mimi sina hata wana bora nalilia mtoto, bora bora kosa mtoto, bora bora nalilia mtoto. Naam, ni kibao nalilia mtoto. Kuna mengi ya kupata kutoka kwa mjane wa Dr. Remi. Hili jina Dr. hili alilipata wapi? Basi hiyo kati sisi na kwenda Ulaya anarudi, ndio watangazo nani waandishi habari ndio anaanza kumpa ile jina ya Dr. Anatoa waandishi habari, si hata ile jina ya Remi ndio si ndio huku kutoka Kongo anakuwa Rami. Rami. Sasa ndio kati ya anafika hapa anakuwa Remi. Mpaka amepata kituo cha kule cha mabasi ya daladala kwa Remi. Kwa Remi Kabisa. Wewe umepewa jina ya kituo chako? Hata sikutoa jina. Au hapa ulipo hapa pafahamiki kwamba kwa Mama Toni? Lakini hapa si Mtoni. Ndio. Kwa Toni Ongala. Ndio unasema Mtoni. Mtoni. Kama mito. Ndio. Sasa Mtoni si ya kwangu, iko na maji. Naam. Na tuje kwenye kuangalia safari ya mzee katika muziki. Yeye kwanza alikuja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunaambia alikuwa ni ndugu yake, ni mpwa, mjomba wa mzee Makasi. Uliwahi kwenda Kongo? Bado. Anakuwa kati ya mzee anakuwa hai, mimi nataka kwenda, na mzee bado kumpeleka mimi. Nasema tampeleka mimi, inabidi kukuwa na mali nyingi, hakuachia ndugu, kwa sababu ndio mke mzungu, inabidi kuwa nayo. Sasa sisi bado kwenda. Na unatamani kwenda? Mpaka sasa sina habari tena. Una habari tena ya kwenda tena? Iko fujo, iko Kongo, anatisha. Lakini ikiisha kabisa, ikiwa raha, make uende pia kule uone kina Simaro walizikwa wapi. Na kweli kuona na family ya shemeji zangu. Sawa kabisa. Inawezekana hivi wakikuona sasa hivi, wakikutazama kwenye TBC1 ambayo inatazamwa dunia nzima, wasema shemeji yetu, wengine mkwe wetu, wengine bibi, wengine babu. Sasa watatamani sasa kukuona unakwenda kule. Kali anawahi kufika Kinshasa. Yeye amefika Anafika Kinshasa. Si Kindu, Uvira, Bukavu, ndio ile eneo ya mzee. Na Uvira kule ndio kwenye fujo kule. Sasa hivi Uvira, Bukavu iko na matatizo kibao. Si muda ya kutembea kule. Mtazamaji wetu, tunakupa hii historia kupitia kwa mjane wa Dr. Remi, ndio tunaye hapa. Nataka usema hata wewe mwenyewe utakuwa unakumbuka, kuna wimbo wa Kiingereza alizungumzia Dr. Remi. Mama Remi, unakumbuka kuna nyimbo za Kiingereza aliimba Dr. Remi? Si ndio hiyo, na ile wimbo ya
ili timu ya mpira ya Zambia Ndio. si anakuwa Uingereza pia. Aha. Mbombelezi kati Zambia timu ndio wanaanguka na ndege. Ndio. Aliimba ule wimbo Dr. Remi. Na I want to go home. Isi mzee napenda sana nyumbani. Ndio. Mzee ndio kutembea kwake leo hapa kesho kule. Fiki mzuri rohoni kwake. Kwangu wanatosha, lakini yeye anapenda nyumbani. Yeye amefurahi zote kama nakuwa nyumbani. Ulaya anabidi yeye na vumilia. Mtazamaji, tupate wimbo huu kwanza wa Kiingereza huu. Kuna nyimbo hizo zote 2 3 hapa, tutakupigia mojawapo ili umuone Remi anavyoongea pale lugha ya Kiingereza akiwa na Chidumule. Sasa sijui kama Remi labda alimsimulia Mama Tony hapa elimu yake mpaka wapi, lakini alikuwa anaongea Kiingereza kizuri Dr. Remi. Kwenye wimbo anaimba vizuri. Ulimfundisha wewe? Hata mimi mzee anasema mimi nakataa kufundisha. Si ukweli. Si ukweli. Yeye mwenyewe na masikio ya kushika kilugha. Anaongea mzee anaongea kama kilugha 7. Hata Kireno anaongea, Kiswahili, Kifaransa, anaongea kilugha nyingi. Hii ndio masikio wake. Anashika haraka. Mimi ndio sisi ya kuzaliwa na Uingereza anakuwa na sijui nini masikio yetu. Watu wanaongea Uingereza hawezi kujua kilugha ya pili au ya tatu. Lakini hiyo bahati watoto yetu anaongea kilugha 2 au 3. Huyu wanangu wa mwisho anaongea kama kilugha 4. Hata Kichina anajua kidogo. From the same Father, one heart, one choice, one blood, one love, one voice, one world. Tunataka dunia iwe moja. One world, one voice. One world, one voice. Whoa, yeah. Whoa, aya, whoa, whoa. Sasa Mama Remi, katika watoto wako kuna ambaye anafanya shughuli ya muziki? Iko wawili. Iko Aziza na Tom. Tom anapiga muziki na Aziza anafanya events organizing. Yeye anafanya kazi ya British Council ya tamasha. Ya tamasha Aziza. Pia Aziza anajua kuimba. Sema tu haimbi. Lakini ndio kuzaliwa kuimba. Kati anazaliwa sekundi ile ya kuzaliwa anaanza kuimba. Aziza kati ananyonya na ameanza kuimba tangu ananyonya kabisa. Tukushukuru sana. Asante, na mimi nashukuru pia. Asante sana. Asante sana. Basi mtazamaji, hatuna la ziada, tukuache na nimekupa nyimbo 2 hapa.
nimesema tunaweza tukakupigia kibao cha kilio cha samaki, machozi huenda na maji, tukahitimisha hivyo. Basi tunakushukuru sana kwa kuitazama TBC1. Kwanza kwa kuchagua TBC1 na kuendelea kuitazama TBC1 ni jambo jema sana. Haya mengi umeyachota kutoka hapa, lakini tutakuletea mengi zaidi na zaidi, na tutakufuata huko uliko. Tunakushukuru sana. Mimi ni msimulizi wako na mtangazaji wako Mbazigwa Hassan kutoka TBC1 Mikocheni. Hatuna la ziada, tukuache upate hii burudani, na tuonana tena kunako majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asante na kwaheri. Kilio cha samaki akina machozi, machozi yanakwenda na maji. Wengine tumelia muda mrefu, wakati wa kikoloni tulikuwa tunalia, tumeuzwa kama kuku, tumeuza kama nyama. Wakoloni, Waafrika msisahau, Afrika tunanukumbusheni hata